Sanuka na sanaa, msanii na sanaa. Ni segmenti ambayo inakuletea story simulizi za maisha ya wasanii pamoja na waandaji wa muziki wa asili. Ni hapa Tasam TV, utakuwa nami Mr. BOG nikikuletea yote haya. Oh yeah. Wagwan my nigga, ladies and gentlemen, kama kawize, Mr. BOG is me again. Yes, nimerudi na nimekuja tena mzazi. Yes, hii ni Sanuka na sanaa, msanii na sanaa. Tunasanuka pamoja na kusanuana, yani kwamba hii ni zimevuja mtaani pamoja na kusanuka nene, au sio? Bana, gwara za nguvu kwako wewe ambaye unazidi kutufuatilia sisi, na tunazidi kuwa na wewe na tuna enjoy kuwa na wewe na tunafurahi. Hii ni Tasam TV na mimi ni Mr. BOG bana. So leo kwenye zimevuja mtaani pamoja na kusanuana. Yes. Bana, leo nataka nikusanue bana. Leo nipo kwenye issue moja, nataka tupigie story kuzungumzia kuhusiana na waandaaji wa muziki ambao wanafanya vizuri na ambao wanazidi kutuboreshea muziki wetu wa asili bana, kutoka ulipokuwa na kufikisha ambako tunatamani ufike, au sio? So bana, leo kwenye zimevuja mtaani pamoja na Sanuka, yes, nataka nikusanue kitu ambacho wewe pengine unakijua ama hujakijua vizuri. So nataka nikupe story kuhusiana na hicho kitu mzazi, bana, leo tunazungumzia kuhusiana na mwamba mmoja bana. Mtamzungumzia Simon Danger Mapigo Shente. Mimi nataka nizungumzie bana kuhusiana na Simon Danger kulingana na wasanii ambao amefanya nao kazi ambao tulikuwa hatuwajui, tumewajua kupitia yeye. Unajua Simon Danger ni miongoni mwa producers ama waandaaji bora sana. Yani ni waandaaji ambao wanafanya muziki wetu unazidi kupendwa. Kwa sababu gani nazungumzia hivyo? Simon Danger ni miongoni mwa producers ambao ni the game changer. Nikisema the game changer, I mean unakuwa unanielewa. Ni mtu ambaye anaweza kubadilisha upepo wa muziki fulani kutoka kwenda kwenye muziki fulani. Sio, unanielewa? Na nadhani nikizungumzia hivyo kama tunaelewana vizuri mzazi. Simon Danger ni miongoni mwa watu ambao wanaweza kufanya muziki ukabadilisha upepo yani. Kwa mfano, hivi kati tuliona Simon Danger alikuja na muziki fulani hivi wa design ya mapiano, au sio? Ni muziki ambao umetoka South Africa ukaja kibongobongo kupitia muziki wa kizazi kipya, yani bongo flavor. Lakini mtu kama Simon Danger aliweza kumodify na kuuleta kwenye muziki wetu wa asili. Na miongoni mwa watu ambao walifanya kazi za mapiano kutoka kwa Simon Danger alikuwemo mwamba mmoja anaitwa Magodi Zedon, kuna mwamba mmoja anaitwa Paulo Makonda na mwamba mwingine anaitwa Idi Masempele, au sio? Hao ni miongoni mwa watu ambao wamefanya kazi kupitia kwa Simon Danger na wengine wengi, au sio? Sasa na Simon Danger amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wakifanya kitu kinapokelewa, lakini kwa bahati mbaya kinakuwa hakikai muda mrefu. Sasa hapa ndo nataka tujue changamoto ni nini, kwa sababu tukiangalia Simon Danger hata kuna wasanii ambao amefanya nao kazi tulikuwa hatuwajui, wametoka kupitia yeye, lakini baada ya muda mfupi wamekuwa wakipotea. Sasa hapo ndo tunatakiwa tujiulize, je, Simon Danger ni producer bora ambaye anatoa wasanii na wanatoka na kila mtu ana wakubali? Tukizungumzia hivyo tunaweza kuzungumzia tukianzia labda kwa bwana mdogo moja anaitwa Super Nyota Steve, kuna mwamba mmoja anaitwa Idi Masempele, pia kuna mwamba mmoja anaitwa Paulo Makonda ambaye ngoma zake zilipendwa na zikapendwa sana. Na hivi sasa Simon Danger ni mtu ambaye amemfanya Nyanda Masumbuko kuwa, yani tuseme kuwa maarufu. Amekuwa maarufu, yani kila kona wamemjua kupitia Simon Danger. Japo kuna ngoma ambazo zingine amezifanya kwa YJ, kwa nani, na zinafanya vizuri sana, lakini ukifuatilia kazi ambazo ziko vizuri nyingi zimetoka kwa Simon Danger. Sasa mimi nakaa najiuliza pamoja na wewe, hebu tujiulize, kwa nini Simon Danger anakuwa anafanya kazi nzuri na zinaenda sana, lakini wasanii ambao anakuwa anawafanyia na yeye kuwatoa wanakuwa wakai muda mrefu kwenye game? Je, kuna changamoto gani? Je, mwamba anahusika kuandika mashairi ama mwamba anahusika kwa kila kitu? Ama mzazi anapokuwa anawafanyia kazi wale wasanii wake, labda je kuna muda
wanakuwa wanazinguana, Mwamba anawatelekeza au wasanii wanahama. Hicho ndio kitu ambacho tunataka tujiulize bana. Hii ni Sanuka na Sanaa, yani ni msanii na sanaa, ni kupitia Zimevuja Mtaani ya Tasam TV. Mimi langu jina ni Mr. BOG ambaye bado nazidi kukudadavuria ili uweze kunielewa vizuri. Kwa nini sasa? Kwa sababu tukiangalia Mwamba kama Idi Masempele ni mtu ambaye alikuwa amekuja vizuri. Kuna ngoma kadhaa ambazo zilifanya vizuri. Ngoma ambazo zilifanya vizuri ni nyingi tunazijua, ikiwemo Janeti, ikiwemo Mwajuma, ikiwemo Fatuma, ikiwemo Cheusi Mangala na zingine nyingi. Tukienda kwa Paulo Makonda, nyimbo ambayo imeenda viral sana ilikuwepo inaitwa Neema, nyimbo nyingine inaitwa Shiringi. Ni nyimbo kibao. Na bila kumsahau kuna mwamba mmoja wanamuitaga Yobat. Sio, unanielewa? Yobat alikuja vizuri sana kupitia nyimbo zake kadhaa zikiwemo Mwana Jose na zingine nyingi, lakini wamekuwa ni wasanii ambao wanazima mapema. Sasa mimi nakaa najiuliza, hebu tutafakari na wewe, kwa nini Mwamba anafanya kazi, anawatoa wasanii lakini wanakuwa hawakai kwenye game muda mrefu, tofauti na mtu kama labda tuongelee mtu kama YJ amemtoa mtu kama Magodi Zedoni. Magodi Zedoni amekaa muda mrefu kwenye game, japo alifanya kazi studio tofauti, lakini katoka kwa nani? Katoka kwa YJ. Tukimwangalia mtu kama Bahati Bugarama ametokea kwa YJ, tofauti na mtu kama Steve Touch. Tukiangalia amewatoa wasanii kibao, miongoni mwa wasanii ambao wamedumu kwenye game ni Nyanda Masome. Sumenielewa? Sasa kwa nini kwa Simon Denje inakuwa ni hivi? So tutabidi siku moja tumtafute Mwamba tupige naye story ili tujue kwa nini yeye wasanii anakuwa anawafanyia vitu vinakuwa viko hot sana na lakini hawakai muda mrefu kwenye game. Ni kitu ambacho kinatakiwa tujiulize. Je, Mwamba anahusika kwenye mashairi moja kwa moja ama kuna kitu gani pale katikati ambacho huwa kinatokea? Bana, mimi nadhani umenielewa. So kama umenielewa, wewe tuma comment ya kwako bana, uniambie ni nini ambacho kinachangia kwa Mwamba anafanya kazi kali lakini wasanii wake wanakuwa hawakai kwenye game, kama maproducer ambao nimekwambia kwamba kuna Mwamba anaitwa Steve Touch alimtoa msanii kama Nyanda Masome pia. Hivyo yani. Tukutane muda na wakati mwingine. Kama hujasubscribe fanya hivyo. Fanya kusubscribe, ku comment, ku like na kushare of course.